Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo niko mbele yenu hapa, nimekuja wana wa Mungu. Nimekuja tuzungumze na nyinyi wana na binti za Mungu, ninyi ambao mnanitazama. Niko live hapa, natamani tuzungumze kitu kimoja kuhusiana na Bwana Mungu wa Israeli. Tunajua ya kwamba huyu Mungu anatupenda sana, tunajua ya kwamba huyu Mungu anatujali sana, lakini pamoja na hayo kuna adui yetu ambaye huyu ni muasi. Anajua siri zote za mbinguni na anajua uweza wote wa mbinguni. Kwa hiyo huyu bila mwingine, bila shaka sio mwingine, ni Shetani. Kwa hiyo nataka nizungumzie vitu ambavyo Shetani ameliingilia kanisa. Shetani ameingia mpaka kanisani. Lakini mimi nataka nikwambie kitu kimoja, kusema ya kwamba nimekuja mbele zako. Nataka niongee kitu kimoja ambacho kinaitwa muziki. Kitu kimoja ambacho kinaitwa muziki. Kitu hichi Shetani amekivamia, ameingia mpaka makanisani. Nataka tu nikuelekeze machache kuhusiana na muziki ili uweze kuelewa. Kwa sababu Mungu anapokuwa Shetani anatenda kazi, na Mungu anainua ufalme wake ili kutenda kazi. Ili kujenga ufalme wa Mungu, Mungu anainua walio wake. Na ili kujenga ufalme wa Shetani, Shetani huwa anainua walio wake. Sasa nataka tuzungumzie kitu kimoja ambacho kinaitwa muziki. Leo nataka tuangalie kitu ambacho kinaitwa muziki. Hebu kabla ya yote tutaenda kuomba ili tuanze na Mungu. Takatifu Mungu wa Israeli, tunakuja mbele zako majira na wakati kama huu, tukimaanisha wala sio kwa mazoea, bali tunakuja kwa neema yako na kwa uweza wako. Mimi naliinua jina lako na kulitukuza majira haya tena, na kwa kila mmoja Bwana anayesikiliza na kutazama. Mungu wa Israeli, naomba kaonekane na kudhihirika tunapoenda Bwana Mungu wa Israeli kuliangalia neno lako katika roho na katika kweli. Dhihirika mtakatifu wa takatifu na Mungu uliye hai, kwa maana hakuna aliye zaidi yako, bali ni wewe peke yako na stahili kiroho na kimwili na kuamini. Amen. Sasa mwana wa Mungu, nataka tuangalie kitu kimoja ambacho kinahusiana na muziki. Watu leo hii wanasema tunaendana na wakati, lakini wasijue wakati wa Mungu ni upi. Tunaposema kuendana na wakati, maana yake kuendana na vile ambavyo dunia inaenda, na ndivyo na sisi tunavyoenenda. Lakini tusiangalie ya kwamba Mungu anasemaje. Tunaangalia wakati, lakini hatumsikilizi roho anasemaje. Maana kila mtu aliyeokoka anakuwa na roho ambaye ndiye kiongozi, ambaye ndiye anayeweza kutuongoza sisi wote ambao tunamwamini Yesu na kumpokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Sasa nataka tuangalie kitu kimoja ambacho kinaitwa muziki. Ninaposema muziki umekamilika, upo kwenye MP3 ambao umerekodiwa na voko zote na biti kwa pamoja. Lakini ninaposema biti, maana yake ni muziki pasipo voko au voice. Kwa ninataka tuangalie aina ya biti. Aina ya biti ni biti ya design gani? Maana yake naweza nikaweka biti, aje nitafute kwenye simu yangu. Naweza nikaweka biti kama hii hapa. Ngoja niitafute ili tunapoenda kufundishana tunaelewana. Tuelewane kabisa, tukijua ya kwamba Mungu anataka kusema nini na wanadamu wa siku hizi.
Tunaangalia biti kama hii, tunaangalia biti kama hii, biti kama hii. Skendi yake ni sample ya reggae, sample ya reggae South, ambayo hii inakujumuisha kusema moja kwa moja kabisa, utaimba maneno ya Mungu aliye hai. Kimfano naweza kuimba hivi: naweza nikaimba: tangu siku ile aliponijia akae moyoni mwangu, sina giza tena ila mwanga pia kwa Yesu mwanawe Mungu. Tangu siku ile aliponijia akae moyoni mwangu, sina giza tena ila mwanga pia kwa Yesu mwanawe Mungu. Amani moyoni mwangu kwa Yesu mwokozi wangu, sina shaka kamwe kwa sababu yeye yu nami moyoni mwangu. Amani moyoni mwangu kwa Yesu mwokozi wangu, sina shaka kamwe kwa sababu yeye yu nami moyoni mwangu. Hapo nimeimba skendi ya mziki pamoja na maneno yake yanaendana. Hayo ni maneno ya Mungu, lakini pamoja na mapigo yananipelekea kuimba hivi. Lakini nitaimba kitu kimoja hapa ambacho maneno yanawezekana yakawa hayaongelekeki katika utakatifu, bali yanaongelekeka katika dunia. Kimfano naweza nikaweka hip hop kwenye muziki. Hip hop kivipi? Maana yake ninaweza nikaimba hip hop ndani ya beat ya reggae, ambayo maneno yale naweza kuyachukua kama dunia, ambayo naweza nikaimba kama hivi: Mathayo 7:7, ombeni nanyi mtapewa, maana kila aombaye bila shaka atapata. Maana yupi kwenu ninyi mwana wake akiomba mkate siliazi umpajiwe mwana wake? Ikiwa ninyi hapo mwavijua vipawa vyema kuwapa wana wenu, si zaidi Bwana wenu kuwapa tumaini siku zenu za kulia? Wanangu, tuende namna yapo. Hayo maneno naweza nikasema kwamba umeyaelewa kwa umakini zaidi. Hayo ni maneno ambayo nimeimba ki-hip hop. Alafu bahati nzuri nimeimbia biti ambalo ni la injili au biti ambalo ni la gospel. Lakini naweza nikatafuta biti ambalo linaendana na nini, na hii nyimbo ambayo sasa linakuwa tofauti na hili ambalo linapiga hapo na nisikia. Kwa nataka nikwambie kitu kimoja, mwana wa Mungu. Nyakati hizi shetani ameingia katika muziki. Nyakati hizi shetani ameingia katika muziki. Nitakatisha biti hii alafu niingie kwenye fundisho. Nakatisha biti hili alafu niingie kwenye fundisho. Kameramani, naomba naweza kasogea ili aweze kunitazama vizuri. Basi nitasoma kitabu cha Samueli, kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 31 mpaka ule mstari wa 39. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Na maneno hayo aliyo Biblia yangu ilijifunua. Naomba tuangalie kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wake wa 14 mpaka mstari wake ule wa 23. Nitasoma. Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Nao watumishi wa Sauli wakamwambia, angalia sasa, roho mbaya kutoka kwa Mungu inakusumbua. Basi Bwana wetu na atuamuru sisi watumishi wake waliopo hapa mbele yako, watafute mtu aliyestadi wa kupiga kinubi. Basi itakuwa roho ile mbaya kutoka kwa Mungu itakapokujilia, yeye atapiga kinubi kwa mkono wake, nawe utapona.
Basi Sauli akawaambia, vyema, nitafutieni mtu aliyestadi wa kupiga kinubi, mkaniletee. Ndipo akajibu mmoja wa watumishi wake akisema, tazama, nimemwona mwana mmoja wa Yese Bethlehemi aliyestadi wa kupiga kinubi, tena ni shujaa, ni mtu shujaa hodari wa vita, anenaye kwa busara, mtu mzuri ambaye Bwana yuko pamoja naye. Basi Sauli akapelekea Yese wajumbe akasema, niletee Daudi mwanao aliye pamoja na kondoo. Yese akatwaa punda na kuchukua mikate na kiriba cha divai na mwanambuzi, akampelekea Sauli kwa mkono wa Daudi mwanawe. Basi Daudi akamwendea Sauli, akasimama mbele yake, naye akampenda sana, naye akapata kuwa mtu wa kumchukulia silaha zake. Kisha Sauli akapeleka watu kwa Yese, akasema, tafadhali mwache Daudi asimame mbele yangu, maana ameona kibali machoni pangu. Ikawa ile leo mbaya kutoka kwa Mungu ilipomjilia Sauli, ndipo Daudi akashika kinubi akapiga kwa mkono wake. Sauli akaburudishwa na ile roho mbaya ikamwacha. Mwana wa Mungu unayetazama, nataka niongee na wewe kwa habari ya mziki katika Mungu aliye hai. Mziki wa dunia hatuwezi kuuleta ndani ya mziki wa Mungu hata siku moja. Tutaleta mapepo. Kwa sababu gani? Shetani tayari ameshaingia hata ndani ya mziki, kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa na yakuti, yakiki, samawi, zabarajadi na ustadi wote wa mziki ambao yeye alikuwa akiutumia kule mbinguni, ambao alikuwa akitumia kumsifu Mungu. Nami nataka nikuambie mwana wa Mungu ya kwamba shetani leo hii ameingia katika mziki. Sasa nataka nikufundisha kitu kimoja hapa, ya kwamba ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 23 nasema, ikawa ile roho mbaya kutoka kwa Mungu ilipomjilia Sauli, ndipo Daudi akashika kinubi akapiga kwa mkono wake, naye Sauli akaburudishwa na ile roho mbaya ikamwacha. Sasa kama ninasemea biti, maana yake hapa ninazungumzia biti, maana yake Sauli alipigiwa biti na Daudi. Kinubi ni aina ya chombo cha mziki ambacho kinapiga mziki. Biti mpaka likamilike, litoke kwenye DM lije kwenye MP3, lije kwenye mjazo mpaka litoshe kuingiza voice, mpaka uingize kwenye Cubase useti voko na sauti, lazima liwe limejaa. Kuna kila aina ya muziki. Kwa hiyo mimi nataka nikwambie kwamba mwana wa Mungu, miziki hii ambayo leo hii shetani anakupigia, tunarudi kwenye mziki wa hip hop. Hip hop kama hip hop uwezi ukaweka kuwa mziki wa kumwimbia Mungu. Uwezi ukaweka mziki wa kumwimbia nani? Mungu. Japokuwa nilikupigia mazoezi hata hapo mwanzo, au nilikuonyesha kama njia. Mtu anatamka kabisa kwamba Mathayo 7:7 amesema, ombeni nanyi mtapewa, maana kila aombaye bila shaka atapata. Maana yupi kwenu ninyi mwana wake akiomba, eti mkate siliazi umpajiwe mwana wake? Yaani jinsi ambavyo wanachana wana hip hop, na wewe unatafuta maneno ya Mungu unaanza kuchana. Sasa unapochana neno la Mungu alichani. Neno la Mungu linashikwa. Neno la Mungu linashikwa, unaliweka ndani ya moyo, sio kulichana kwa maneno ya kijinga kama hayo. Hayo ni maneno ya wavuta bangi. Unawezaje kuyaingiza maneno kama hayo? Leo hii tuna muziki ya kijinga sana. Kwa sababu gani? Unakuta mtu anapiga hivyo afu hata katika utakatifu hayupo. Nataka nikufundishe kwa habari moja ya kwamba kama Sauli alipigiwa kinubi, roho mbaya ikatoka, basi ujue leo hii ya kwamba kwa kupigiwa biti ya kwamba unasema mimi naweka tu maneno ya Mungu, siangalii biti.
maneno yako utakayoimba. Mziki ni sauti, sauti yako ndio mziki. Mziki ni sauti, kwa hiyo sauti yako utakayoimba ndivyo utakavyopigiwa. Kwa hiyo ukisema kwamba mimi siangalie beat, nataka nikwambia kwamba beat inaweza ikakupigia wewe kukuletea roho chafu. Kama Sauli alipopigiwa beat akaletewa roho nzuri, ikatoka roho mbaya, tambua kabisa kwamba hivi beat inaweza kukuletea roho chafu. Na ndio maana leo hii kwamba tuna kanisa ambao makanisa yenyewe yanasifika katika uzinzi sana. Praise hao ambao sasa wanabebeana mimba, praise hao kwamba utakuta amezaa na mwanakwaya fulani, praise hao wanakuta anafanya mambo ya ajabu. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wameacha ile kanuni ya Mungu. Kwenye Amosi neno la Mungu linasema kwamba niondoleeni makelele za nyimbo zenu. Nyimbo gani mnazipiga leo hii? Nyimbo gani mnazipiga leo hii? Nipo mbele yenu hapa, nataka tuweke sawa. Embo msomaji wangu, naomba nifungulie kitabu cha Wafalme, Wafalme wa pili sura ya 3. Okay, nitasoma Wafalme wa pili sura ya 3. Nitasoma kama jinsi ambavyo ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema kwamba kwenye kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Linasema ya kwamba basi Yoramu mwana wa Ahabu alianza kutawala juu ya Israeli huko Samaria katika mwaka wa 18 wa Yehoshafati mfalme wa Yuda. Akatawala miaka 12. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, ila si kama baba yake na mama yake, maana akaiondoa ile nguzo ya Baali aliyoifanya baba yake. Pamoja na hayo alishikamana na dhambi za Yeroboamu mwana wa Nebati, ambazo kwa hizo aliwakosesha Israeli, wala hakuziacha. Anasema wala hakuziacha. Basi Mesha mfalme wa Moabu alikuwa mfuga kondoo, naye alikuwa akimlipa mfalme wa Israeli sufu ya wana kondoo 1,000 na ya kondoo waume 1,000. Lakini ikawa Ahabu alipokufa, mfalme wa Moabu akamuasi mfalme wa Israeli. Akatoka wakati ule ule mfalme Yoram katika Samaria, akawahesabu Israeli wote. Akaenda akatuma kwa Yehoshafati mfalme wa Yuda, akasema, mfalme wa Moabu ameniasi. Je, utakwenda pamoja nami tupigane na Moabu? Akasema, nitakwenda. Mimi ni kama wewe, watu wangu ni kama watu wako, farasi zangu ni kama farasi zako. Akauliza, njia ipi tuiendee? Akajibu, njia ya jangwa la Edomu. Basi mfalme wa Israeli akaenda na mfalme wa Yuda na mfalme wa Edomu, wakazunguka mwendo wa siku 7, wala hapakuwa na maji kwa jeshi wala kwa wanyama waliowafuata. Mfalme wa Israeli akasema, ole wetu, kwani Bwana amewakutanisha hawa wafalme watatu awatie mkononi mwa Moabu. Lakini Yehoshafati akasema, je, hapana hapa nabii wa Bwana ili tumuulize Bwana kwa yeye? Akasema, je, hapana hapa nabii wa Bwana ili tumuulize Bwana kwa yeye? Akajibu mtumishi mmoja wa mfalme wa Israeli akasema, yupo hapa Elisha mwana wa Shafati, mwana wa Shafati, aliyekuwa akimimina maji juu ya mikono yake Eliya
Yehoshafati akasema, neno la Bwana analo huyu. Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati na mfalme wa Edomu wakamshukia. Elisha akamwambia mfalme wa Israeli, nina nini mimi nawe? Uende kwa manabii wa babayo na manabii wa mamayo. Mfalme wa Israeli akawaambia, lakini sivyo, kwa kuwa Bwana amewakutanisha hawa wafalme watatu awatie mkononi mwa Moabu. Elisha akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye nimesimama mbele zake, kama singemwangalia uso wake Yehoshafati mfalme wa Yuda, singekutazama wala kuonana nawe. Mstari wa 15 anasema, ila sasa niletee mpiga kinanda. Ikawa mpiga kinanda alipokipiga, mkono wa Bwana ukamjia juu yake, akasema, Bwana asema hivi, fanyeni bonde hili lijae mahandaki, kwa kuwa hilo litajaa maji, nanyi mtakunywa, ninyi na ng'ombe zenu na wanyama wenu. Bwana Yesu asifiwe. Kama mpendwa alivyosoma hapo, nataka tuzungumze. Pointi yangu mimi ipo kwenye mstari wa 15 kwenye kitabu hichi cha Wafalme wa Pili sura ya 3. Wafalme wa Pili sura ya 3 mstari wa kwanza na kuendelea. Karibuni sura nzima imeelezea wafalme watatu. Mfalme wa Israeli ambaye ni Ahabu, na mfalme wa Yuda na mfalme wa Edomu. Walikutanika ili kwa ajili ya kumfundisha Moabu, kwa sababu kipindi cha Yoramu huyu mfalme alikuwa amepatana na Israeli, lakini sasa kipindi cha Ahabu alikuwa amepatana na huyu mfalme wa Israeli, lakini alipokufa Ahabu akamwasi mfalme wa Israeli ambaye ni Yoramu. Tunakuja kuona ya kwamba wanakutanika wafalme watatu kwa ajili ya kwenda kumpiga, lakini wanatembea siku tatu, wanatembea ndani ya siku 7. Biblia iko wazi hapa, wanatembea ndani ya siku mstari wa 9, basi mfalme wa Israeli akaenda na mfalme wa Yuda na mfalme wa Edomu, wakazunguka mwendo wa siku 7, wala hapakuwa na maji kwa jeshi wala kwa wanyama waliomfuata. Mfalme wa Israeli akasema, ole wetu, kwani Bwana ametukutanisha